wakati mlienda kuchaguana, ni wakati mlichukua huyu kijana Teacher George mkapea kura. Kweli Mwihoko mtaendelea mbele under the leadership ya Teacher George. Sawa sawa. Jambo la pili, kabla sijatambulisha wale ambao tumekuja na wao, kwanza nijitambulisha. Mimi naitwa Musheke, MCO wa Kalimoni, majority leader wa Kiambu. Na kama kuna jambo mzuri mlifanya la pili, ni wakati mliingia kugulia governor wa Matangi. Kama kuna governor, mimi kama MCO mwenye amewahi kutumikia kwa kipindi cho kingine, if there is one thing ambayo naambia watu wa Kiambu, ni kwamba wakati huu ndio tumepata governor mwenye anajua kiti ya governor na kazi ya governor ni kusema namna gani. Huyu governor wa Matangi kwa miaka miwili yenye amekalia kiti, tumeona maajabu yenye amefanyia wana Kiambu. Kwa hiyo miaka miwili niwatangazie hapa hospitali 6 ya level 6, ya level 4 kwa miaka miwili. Kwa hiyo miaka miwili, na nyinyi mnajua watu wa Mwihoko kwa sababu mnaona wao mashule. Amejenga mashule ya watoto wetu, ECD centers 239 kwa miaka miwili. Situpigie gavana makofi. Kwa miaka hiyo miwili amejenga mahospitali. Najua mmeona ya hapa Kahawa Wendani, najua mmeona hata yenye tulikuwa tumeanza ikapata shida kidogo, lakini gavana najua mahospitali level 3, mahospitali 26 kwa miaka miwili. Ndio maana mimi nawaambia watu wa Mwihoko, kama kuna wakati tulipata gavana mwenye anajua kiti ya gavana ni kusema namna gani, ni wakati tulichagua gavana wa Matangi. Niwaambia kwa hiyo miaka miwili bado amezunguka akiongelesha wana Kiambu, na kwa sababu wana Kiambu ni watu wazuri, mmetusaidia, tumeokota ushuru ambayo inatoshana na 4.6 billion ambayo hatukuweza kuokota kwa serikali hizo zote zenye zilipita. Kwa hizo serikali zingine tulikuwa tunacheza hapa tu, pesa ilikuwa inaingia kwa, tulikuwa tunafikishia serikali 2 billion peke yake. Governor akakuja akazimba hayo mashimo. Kwa miaka miwili Kiambu ndio imeongoza kwa Kenya mzima kwa upande ya kuongoza ya kuokota ushuru na kwa upande wa kutumikiza hizo pesa kwa kazi ambayo inahitajika. Control of budget kwa miaka hiyo miwili ametangaza Kiambu, na niwaambia tulikuwa tunatangazwa tukiwa number last 47 out of 47, lakini kwa miaka miwili governor wa Matangi sisi ndio namba 1 control of budget walitangaza kwa county 47. County ya Kiambu sisi ndio tunaongoza. Ndio maana sisi tunasema kama wana Kiambu, governor wa Matangi, we are proud of you. Na tunajua chini ya uongozi wako Kiambu tunaenda mbali. Nani wanaamini kwamba tunaenda mbali kama Kiambu? Governor wa Matangi sisi tumeamua kama MCAs ambao nitakuonyesha hapa, na kama wana Kiambu wote, ya kwamba sisi ikifika 2027 kwa kiti ya governor, sisi tunajua governor wetu kwa 2027 hadi 2032 ni governor wa Matangi. Nani anaamini kama mimi hivyo? Governor wa Matangi sisi tumekutangazia kwamba wewe unaenda miaka 10 bila breaks, na ndio maana sisi tunasema kama wana Kiambu tunajivunia kuwa na wewe kama kiongozi wetu. Naomba niwaonyeshe kwamba sisi kama viongozi wote ambao walichaguliwa Kiambu tukiwa MCAs 85 tumeamua kwamba sisi tunaenda safari moja na gavana wetu, na hakuna kubanduka hapo. Tunarudi kurudisha huyu gavana wetu kwa kiti. MCAs ambao tuko nao tafadhali karibieni, wale ambao wamekuja, na tuwapigie makofi wakija. Tuwapigie makofi wakija tafadhali. Tumekuja kwa sababu ya heshima ya gavana na heshima ya huyu MCA wenu Teacher George. Tutaongoza hapa, tunaye Mheshimiwa Wamboi kutoka kule Kikuyu, tumpigie makofi. Tunaye hapa Ruiru, tumpigie makofi. Tunaye Mheshimiwa Beki, huyu ni kutoka Rimuru, tumpigie makofi. Tunaye Mheshimiwa KK, huyu amechaguliwa pahali kunaitwa Mushadha kule Kiambaa, makofi. Tuko na Mheshimiwa Monica Keguro, huyu ni kutoka Katondo South, makofi. Tunaye Mheshimiwa Profesa Ngaroya, huyu amechaguliwa huko Ngesha Tigoni upande ya Rimuru, makofi. Tunaye Mheshimiwa Mohenja amechaguliwa kule Githunguri Town, ukienda huko huyo ndiye. Tuko na Mheshimiwa Shogi, huyu amechaguliwa huko Ndumberi Kiambu, makofi. Tuko na Mheshimiwa Edi, huyu pia tulikuwa na bunge hiyo nyingine wa kutoka Nyadhona, huyu ndiye anachaguliwa kwa kura ya governor. Ikifika kuchagua MCA inachaguanga huyu, makofi. Tuko na Mheshimiwa Cedric, huyu naye ni wa kutoka kule Ikino upande ya Githunguri, makofi.
Tuko na mheshimiwa Wangoi pia ni wa kutoka upande ya Githunguri, makofi. Tuko na mheshimiwa Zipi Ndua, huyu naye ni wa kutoka. Tuko na mheshimiwa Dhogori, huyu amechaguliwa pale kunaitwa Getaru, pande ya Kikuyu, makofi. Tunaye mheshimiwa Wangoi, huyu naye ni wa kutoka Kiambaa, makofi. Haya, huyu naye tuko na mheshimiwa Washera, huyu ni wa hapa Ruiru, upande hii ya Gatongora, makofi. Tuko na mheshimiwa hapa Machachari, huyu jamaa. Huyu anaitwa mheshimiwa Coaches wa kutoka Getodhwa hapa Ruiru, makofi. Tuko na mheshimiwa hapa Kongo Smart. Kongo Smart ako na mafans. Ako na mafans hapa wa kutoka Kiamwangi. Tuko na mheshimiwa Mwigu, huyu naye ni wa kutoka Kino, makofi. Tuko na mheshimiwa Mamayo. Mnajua Mamayo? Semeni Mamayo. Mamayo naye amechaguliwa pale Kabete, pale kwa soko ya Wangigi, makofi kwake. Tuko na mheshimiwa hapa Ruth, huyu naye amechaguliwa pale kunaitwa Githega, pale Githunguri, makofi. Haya, tuko na kijana Machachari hapa, mheshimiwa Wanyoto, kwa hiyo amechaguliwa pale kunaitwa Komodhai, pale Githunguri. Tuko na mheshimiwa Esther Irongo, naye ni wa hapa kwetu Juja, makofi. Tuko na mheshimiwa Ishembe naye amechaguliwa Karae kule Kikuyu, makofi. Tuko na mheshimiwa hapa jirani Sine Brian Simiu, huyu amechaguliwa Kahawe ndani Muruya moja, makofi. Eko na mafans. Tuko na mheshimiwa mwingine hapa tunamuita Christopher Ireri, huyu amechaguliwa pale kunaitwa Bibilioni Rimuru. Mnakumbuka ile jamaa mwenye wakati kulikuwa na mazishi huko, MCA mwenye alikidambiwa, ni huyu, Mungu akamuokoa, makofi. Haya, tuko na kijana mwingine hapa Eric Warami, huyu na jamaa amechaguliwa pale kunaitwa Kino. Udhiru na Kino ni hapo jirani, si ni kweli? Huyu ni wa Udhiru, anaitwa Eric Warami na Kabros. Huyu ndiye ametushinda kwa kuweka Rami na Kabro. Haya, tuko na mheshimiwa Mboro wa kutoka Kameno, upande ile ya kule Thika. Huyu ndiye anabebanga mwa Kenya ya vile ndevu zinakuzwa. Haya, huyu naye tunamuita Jane Monique, huyu ni wa kutoka. Tuko na mheshimiwa Teacher Alice, huyu naye ni wa kutoka Kabete, tumpigie makofi. Nani mwingine amebaki? Haya, tuko na mheshimiwa Mose, uka mdhuri. Huyu anaitwa Mose, huyu ni wa kutoka huko juu kunaitwa Githofokoni. Githofokoni, si ina sound kama Ukambani. Huyu ni wa Gatodo North, sio Ukambani. Makofi kwake. Naona vile tumekuja wengi. Si umekubali kwamba Kiambu siku hizi hakuna kelele. Tuliamua tutashikana mikono, kwanza tufanyie wana Kiambu kazi, mambo ya siasa ni mambo ya 2027. Ni vizuri. Tuwapigie tena hao wameshimua makofi tafadhali, na tukaribishe Teacher Jody tena atuitie governor. Asanteni sana. Uredao. Atakane kwa dekete. Ndivyo tulifundishwa na governor. Kuna huyu mwingine mheshimiwa Kahora. Pigia huyu jamaa makofi. Huyu ndiye huwa anatumlikia stima ikipotea kwa bunge. Si unaona ni mweupe? Anaitwa Kahora wa kutoka pale kinaitwa Kiganjo, Gatodo South. Makofi kwake. Asante. Thank you so much, Majority Leader. Simeona Kiambu governor kona jeshi. Si akona jeshi. Thank you so much. His Excellency, naanza kusema kwamba Mwihoko kazi mingi imeisha governor, ya kusema governor na wamatagi 2027 hadi 2032. Sio maneno tulimaliza hapa Mwihoko. Si tulimaliza hiyo maneno. Governor wa Mwihoko wako na shukrani mingi kwa sababu wao walisema ile kazi umefanya kwa muda wa miaka miwili, ikiwa imefanyika miaka ambayo iko imepita katika serikali ambazo zilipita. Na kwa hivyo governor, nimekupeleka Mwihoko half of it. Kila mara ambapo huwa tunafanya shughuli ama sherehe huwa ninabadilisha governor. Najua umeenda kwingi na labda unaweza changanyikiwa na geography, lakini governor hapa ni kwako, umetembea. Umefanya Kizito, umetembea 46, umetembea Mwihoko 1 huko Mwihoko primary, umeenda Tuya na umeenda hapa juu ya hospitali na hapa leo sasa Discovery. Kwa hivyo governor, kwa sababu ya muda nichukue fursa hii nisema kwamba watu wa Mwihoko sisi tuko na bahati. Hakuna watu ambao wamebahatika Kiambu
kama sisi ambao watu mashariki ya Kiambu ama entry gate of Kiambu, si hapa Mwihoko, si ndio njia Northlands, si watu naingilia pale. Na kwa hivyo governor tukagree na yeye lazima angalie lango kuu kwa hivyo ya Kiambu. Niseme ya kwamba wakati wa miaka miwili governor kuna shughuli amepiga kabisa. Shughuli ya mashule, najua ECDs tumemaliza hiyo kazi. Hiyo labda tuagushe governor. Si amefanya kazi? Hapo si ni makofi. Governor umetufanyia ECD 4. We are so proud of that. Kwa hivyo kimasomo tumeangaliwa. Katika mambo ya kupigana na barabara, governor ametufanyia 2/3 of the Maram roads ambazo ziko Mwihoko. Kutoka upande huu kwenda hivyo all the way to Sukari B tumefanya barabara. There remain haja Mwitiridhia na huko secondary peke yake. Na ni muda wa miaka mingapi? 2. And there is a promise coming ambayo anaingia hii mwezi wa pili, governor tufanyie the remaining portions of barabara hapa kwetu Mwihoko. Jambo la 3, maji. Jambo la 3 ni nini? Najua watu wa Mwihoko tu na daraja Mwitiridhia, nyinyi labda mtasema mjaona maji, lakini mjue maji by the end of next week tunakunywa maji kutoka Kizito itapata maji yake kupitia ile bwalo huko juu. Area Mwihoko primary itapata na kuteremka. Hii hapa kwa chief nayo ambao governor alitupigania tukaipata, mnakumbuka? Wakati wa vifaranga za kwanza. Hiyo sasa inaconnectiwa hii wiki. Then pipes za huko secondary nazo zote zilimwagwa juzi. Zote nilienda kapitia jana nika-inspect. Kwa hivyo end of this month upande wanapata maji. Nanyi daraja Mwitiridhia, nyinyi ndio mnafuata next. Gate valve yenu iko pale juu pale Kapnu. Ili mpate pipe hiyo kubwa, governor alipatiana pipes worth 41 kilometers za kuingiza maji upande. Upigieni governor makofi. Kwa sisi tuingie next. Jambo la 4, governor, we are so proud sisi kama watu wa Mwihoko tu. Niseme Mwihoko tu kwa sababu last week governor ulituma timu yako yote ikakuja hapa ya lands, wamekuwa upande huu wakifanya verification at title deeds kwa watu 800. Makofi. Watu 800 si wadeni, sinyi ni wa upande huo. Mmeishi miaka mingi. Governor ananiongezea hapa ananiambia hiyo shughuli at the end of this month anataka kukuja ampatie title deeds zenu. Watu wa block 9 ya Equity, governor kwa na hiyo habari. Hata sistahili kumwambia, he has everything, he knows everything, na mipango ipo. Kesho asubuhi ndio anakalia kwa meza yake. Kesho asubuhi watu wa block 9. Kwa hivyo hata nyinyi muwe na tumaini mambo yanaenda kutendeka. Najua roga mulipe milioni 2. Governor, there is an issue in block 9. Hiyo Equity. Kuna wakora wamekuja wameweza kuitisha watu milioni 2. Wakikosa kulipa wae evicted. Sasa watu wameshikilia mara na agudi. So najua hii maneno inaangaliwa kuanzia kesho. Leo nilikuwa kwa waziri and waziri is going to the governor tomorrow. So watu wa block 9, when we have a father, we have hope. Si ndio? Sisi ni watu tumaini. Sisi ni watu wa Mwihoko. Tuwe na tumaini. And governor wa Matangi make sure ile line amepitia ama ameiguza ni mpaka mwisho. Kama 10 ni mnapata. Mweki wanapata na huko Boikameto mnapata title zenu. Mko sawa? Jambo hilo ligena governor Joe umetuangalia kwa njia mingi ambazo we cannot manage to count everything. Come to drainage. Ile mtaro ya kwa jeshi governor has done 99%. Tumebakisha kitu kimoja tu ambacho kinatekelezwa mwezi huu. Kuweka caravat, maji inateremka. Kiriri hakuna kupigwa na maji tena. Mwihoko tu mseme mafuriko. Na jambo la mwisho, najua governor iko kwa meza yake ambayo mambo ya hospitali. Governor kuna hospitali ambayo ulizidua pale juu, and the governor has promised this year anaenda kuifanya sasa kazi ifanyike. Najua watu wengi wa Mwihoko tumeria hiyo hospitali, lakini I'm promising you today that hospital will be done this week. Zile frustrations zilikuwa zinaenda kufanyika na kuja grau
Sawa, naitaja. Naitaja saa hii. Governor, kuna vijana wa Motorbike Association. Ambao governor, ningekuomba siku ya leo. Najua wamejiunga, wameshikana as a circle and they want to start that circle, His Excellency. Ningekuomba governor, in your kindness and heart of generosity, au vijana wakiungana washikane, ukuja governor uzidue hiyo circle yao ili anze kufanya kazi, na ili tuwe na vijana ambao wako very busy na ambao wanajitegemea kimaisha. Kuhusu sasa the ground. Now tumekuwa na shida na ground, His Excellency, kwa sababu ambao tulipata hapa chini, hapa Mutuya ground haikuwa imekaa vizuri, kwa hivyo it is not meeting the standards of KFF. Na kwa hivyo tumechukua hatua na waziri wetu wa lands, kuna shamba tume-identify 1 acre hapa Mwihoko Finance, ili tuweze kutengenezea vijana wetu kesi ambazo zimekuwa na shida mingi ya michezo na talents kutokuwa zinajibikiwa ziwe zinaangaliwa. Kwa hivyo there is 1 acre that has been identified ambayo inaenda kutengenezwa, iko kwa meza ya waziri wetu Osman. Kwa hivyo mtulie mgoje. So Governor, thank you even for that initiative ya kufikiria vijana. And finally Governor, leo ni sikukuu kwa sababu mmekuja kuzidua ama kufukuza giza hapa kwetu Mwihoko. Juzi His Excellency, watu wametoka na Mwihoko ikazimu wa kila kitu, mataa ambayo tulikuwa watu wamefanya hivyo bwana. Unajua hiyo maneno? Na Mwihoko ikawa na shida kubwa, His Excellency. But Governor was so kind. To us, nilipoenda nikamwambia shida ambayo iko Mwihoko, kwambia governor, watu wa Mwihoko ni maumireirwo. Governor did it so well, na akasema let us start with that ward which have got issues. Na diposa tukapatiwa mata 60 ambapo tuliweka pale Nairobi Gate kwa sababu ya shida ambayo tumekuwa tukipata. Watu wakishuka matatu hapo wanapigwa geta. Is that true? Tukakuja hii barabara ya kwenda Mutuya Police Station, MTDE. Nayo tukaweka tukaunganisha na zile zingine. Hiyo ni sehemu ya pili. Is that true? Sehemu ya tatu tukashika hii barabara ambayo imejengwa shopping center kuanzia hapa mpaka chini, ambayo imekuwa Kiriri University Students Road. Si wanakuja shopping hapa, ndio shopping mall yao. Hii ndio Garissa yao, Isiri yao rather. Tukaenda pale nyuma barabara huwa amekuwa mekinyang'anywa nini? All the laptops and phones. Nayo tukaweka tukaunganisha mpaka mwisho. Imejaa stima. Primary na Mwihoko ECD Center. Nayo tukaweka kuanzia mwisho wa gate 1 hadi gate ile ingine. Tukatoka hapo tukaenda Kizito Shopping Center. Nayo tumeangaza yote. Leo itamulika. Watu watafanya biashara usiku. Kutoka hapo tukaenda Mount Kenya. Nayo barabara hiyo yote tukanyorosha mpaka kwa Wakafiro. Sio ni kazi mzuri watu wa Mwihoko? Pigieni gavana makofi. So therefore, in short, His Excellency, as you take this initiative of like so grateful, all together, His Excellency, no kana agatihona gakarikia. Tunajua watu wa Mwihoko. Governor, hawa watu najua ni watu wanakupenda. Na waliniambia
shughuli ambazo unatupigia hapa Mwehoko, especially za title deed. I'm reporting the report from Mwehoko 2 radio station. Walisema governor usikuja kutafuta kura huku. The larger Mwitiri alisema usikuje. The title deed ikigia kwa mfuko, hizo ndizo nini? Kura za governor. Is that true? Governor nikaenda mtu ya kwenda juu, wakasema zile barabara governor uliowekea usikuja kutafuta kura. They are very much enough, and governor they are saying they are no longer walking na viatu pea mbili. Is that true? Siku hizo wanatoka kwa nyumba barabara. Hata nyinyi wengine msijari, mtaweka kiatu moja chini. Governor, the report of today is simple. Hii mtaro ambao tulikuwa na maram huku ndani huku kwa jeshi. The report is Waziri Mwenda had a debate. We also debated with the wamesema governor, wewe toa executive order, hiyo maram tumepatiwa ikuje itengeneze hizi barabara za Mwehoko. And the other request is ukitupatia excavator huko ndani governor, tumepatiwa a piece of land tuchibue maram ili tuachie damu ya maji. Sisi tubebe maram ijenge barabara za wapi? Za Mwehoko. Is that true? Governor ndiye alipiga simu, sijui alipiga wapi, ili tuweze kupata hiyo mtaro huko kwa jeshi. So he is connected and he loves the people of Mwehoko. Governor Esawaidap, as a great father of this ward of Mwehoko. Governor, ninakuomba urudi haraka kwa sababu ya masuala ya watoto kwa sababu basari, nimewambia basari uko nazo, ziko kwa ile mfuko yako, and you are coming very soon. So governor, rudi haraka ili watoto warudi shule, wamefukuzwa. So thank you so much, His Excellency, and thank you for your kindness. Come again and again, and always come with development the way you usually come. Asante sana. Haya. Wana Mwehoko hamjambo? Hamjambo tena? Fiwe, tusalimiane hivi kwa salamu zako hata wenye wako mambo hiyo. Asanteni. Haya, huyu teacher George si ni jamaa anajikaza? Ama namna gani? Najua mimi natakanga kusema mambo yetu vile ilivyo, kwa vile hii kibarua mlitupatia, mjuange sio kibarua rahisi, ni ya kujitolea. So saa zingine unaweza ona George kazi anafanya pale bado huko pale bado. So saa zingine inaonekana kama mtu hakazi haweki gia ya mwisho, lakini tunajaribu. Si huyu George tumpigie makofi. Si mmesikia amesema mambo yetu ya hapa Mwehoko kila kitu. Na kwa vile yeye amekuwa na kujanga kwa ofisi yangu, tunaongea, tunajadiliana. Hayo mambo mmesikia akisema, na nyinyi wana Mwehoko ni washahidi. Kuna wakati mvua ilinyesha sana, tukafurikiwa. Wakati tulifurikiwa, huyu George ndiye alinipigia simu. Akaniambia hapa hiyo ukuta ya Kireri University imeanguka. Sasa maji inaingia ndani na ingine sasa inaelekea kwa watu nyumbani. Wakati alinipigia hiyo simu, sasa na mimi nikajikaza kama mtu wenu. Nikatafuta watu huko. Nikawaambia jameni, hata kama iko namna gani, hata kama hiyo ni barracks, mahali kwa jeshi, hiyo ndio njia yetu ya kupoteza maji. Na watu wetu hawezi furikiwa, wazame kama tuko na njia. Ndio nikaomba wale watu, tukasikilizana. Hiyo mtaro mimi nikakuja pamoja na huyu, tukapanga, tukaleta excavator. Tumechimba hiyo mtaro, sasa tunaelekeza mtoni. Na imebakia kazi ya less than 1 week tukwishe. Alafu nimeshapeana zile culverts kubwa zenye tutaweka kutoka hii mwisho mpaka mtoni. Hivyo ni kusema mambo ya mafuriko tena vile tulivyoona siku ile hapa, hiyo sasa tumesema bye bye, tunamaliza naye. Wakati tumefanya hiyo kibarua na huyu mheshimiwa, tena huko ndani tukapata baada ya kazi tena ya kazi. Sasa tukasikilizana, si hii maram tulete tufanye hizo barabara, na mmesikia kihesabu hizo barabara ya huku na wapi na wapi. Sasa hizo barabara tumefanya, hiyo maram inabaki ya kumalizia hiyo kazi, na hiyo dam nitawapatia tena excavator next week tuweke hapo. Wacha sisi tuchimbulie hawa hiyo damu huko,
wawe wanatumia na sisi tupate maram ya kuunda hiyo mtaa, si ndio? Na sasa kwa vile wewe umeahidi sasa tena hii area yote sasa ndio tunakuja kutengeneza barabara, sasa hakikisha huku ndio tunakuja tutengeneze, hata hawa wasikie kama wale wengine. Amna namna gani watu wetu tuhemwa doitu hini. So kwa hivyo hiyo tuko sawa, hiyo George tutafanya. Wacha niwaambie watu wa Mwihoko, sitaki tuongee mengi, karibu giza ingie. Tumekuja kuwasha mataa leo na sina sababu ya kusema ati mengi, kwa vile sitoroki hapa hii Mwihoko. Mimi niliwaahidi hiyo mara yote. Sijui sasa tukihesabu huyu George atawaambia, nafikiri sasa leo labda mara yangu ya 7 ama 8 mtuchague. Na next week, hii wiki inakuja, ninarudi hapa. Nakuja nikiwa nimebeba basari za watoto. Na niwaambie wana Mwihoko, nikikuja next week, mkono hii ya kulia ninabeba check ya basari. Mkono hii ya kushoto nitakuja na form mpya. Wenye hawatakuwa wamepata mtajaza form siku hiyo. Ndio mjue mpango yetu ya hii kazi. Mlitupatia kibarua, si tunafanya. Nilisema kwa hii serikali ya Wamatangi ambaye mumenipatia kwa heshima, wakati wa kupeana basari haitakuwa wakati wa kuaibisha wazazi tena. Nyinyi mnajua basari ilikuwa inapeanwa kama madharau ama namna gani jameni? Wazazi wanaitwa, wanaambiwa amkeni. Wamama wanaamuka, mama anatoka kwa nyumba saa 10 ya usiku. Anawacha mzee amelala. Anakimbia shuleni ati ameenda kutafuta basari. Anakaa kwa darasa. Ikigonga saa 12 hata hujui nani amepewa basari, unasikia basari imekwisha. Ama namna gani sio ilikuwa? Ukikaa tena hata hujui tena namna gani inauzwa. Ukitafuta nani anauza, ni marafiki ya wale wanapeana basari. Form moja shilingi 500 ya kuuziwa. Hiyo mambo ndio tumemaliza. Musikie watu wa Mwihoko sasa mambo ya basari yetu. Ya kwanza, basari yetu ya serikali ya Wamatangi. Mtoto yeyote kwa kaunti ya Kiambu, wacha vile mbeleni tulikuwa tunapatiwa basari mama ama mzee tunapatiwa basari ya 1500. Na nyinyi mnajua hakuna shule pisha 1500. Nimesema hakuna basari tena ya kaunti. Mtoto yeyote atapatiwa iko chini ya shilingi 1500, na hivyo ndivyo tumekuwa tunaenda. Ya pili tumesema, na msikie nyinyi wa mama, hata wazee hapa kwanza, nyinyi wa mama single mother na single father. Nimesema basari yetu sasa, mzazi mmoja anaweza kupata basari ya watoto 5 mwaka mmoja. Tumeelewana? Mwezi wa 2, tunapeana mwezi wa 4, tunapeana mwezi wa 6, mwezi wa 8 na Disemba. Kwa hivyo mama, kama uko na watoto 5 wa kutafutia basari, kuja mwezi wa 2 chukua ya mmoja, kuja mwezi wa 4 chukua ya mwingine, mwezi wa 6 tena, namna hiyo, na mwezi wa 8 na Disemba. Si watoto wamesoma jameni? Nimemwambia Gekanga na waheshimiwa wengine ambao tuko nao hapa, majority leader wetu wako hapa pia, ndiye anatuongoza kule kwa bunge. Tulisema mtoto wa single mother, wa single father, onesheni huyu kwa hii ward yetu. Mkimuonesha mulete huyo, kama ana shilingi 10,000 ya fees bila maongeo, ndio huyo akienda aende asome bila kushinda akirudi nyumbani ati amefukuzwa amefanya nini. Nimesema kama kuna mtoto yule yatima, mtoto orphan, hana wazazi baba na mama, mnasema ndio huyu, mnamuonesha huyu George ananiletea huyo mtoto. Kama anaenda form 1 ninalipia na mpatia scholarship asome. Tuko pamoja watu wetu wa Mwihoko. Wacha niwaambie, mimi nimesema kwa hii serikali mlitupatia kazi kwa heshima. Njia yangu peke yake ya kusema shukrani na asanteni ni kuwafanyia kazi itawaheshimisha na nyinyi. Hii masomo mnaona nikifanya hii kazi ya masomo, munisikize. Hii kaunti ya Kiambu tuko na shule za msingi, zile primary school 524. Mmenipatia kazi kama governor mwezi wa 8 mwaka wa 2022. Na mmenipatia kazi nikiwa governor wa 4. Watatu walikuwa mbele yangu. Wamekaa kwa hii kiti yenye mmenipatia miaka 10. Sasa ndio mimi namaliza miaka 2. Kwa hiyo miaka 10
hizo shule zote 524 nikiingia kazi mwezi wa 8, hakuna hata moja kama kidole ilijengwa shule zetu za watoto wakiingia shule zile tunaita ECD centers, ama zamani tulikuwa tunaita nursery schools. Mimi niliingia kuheshimisha wewe mzazi na watoto, vile katiba inasema na vile wizara ya elimu inasema. ECD center inafaa kukuwa na darasa 2, mtoto wa PP1 mwenye anatoka nyumbani, mtoto wa PP2 mwenye anatoka aende class 1, ofisi ya mwalimu, mahali ya watoto kuchezea zile mshuha na nini, pahali ya kupikia, alafu choo nzuri safi za mwalimu, watoto wavulana na wasichana. Hiyo ndio inaitwa ECD center, tengenezea watoto. Mumenipatia kazi hiyo mwezi wa 8 kukiwa hakuna hata moja imejengwa. Miaka 2 mpaka siku ya leo nimejenga na kumaliza shule 239. Huyu George amewaambia hapa shule za hapa tulianza mjengo, tumejenga saizi tumemaliza zile zote 4 alisema. Namwambia alete ingine alafu nikujengee. Kama sasa polytechnic ndio watu wetu wasome. Namna gani watu wetu wa Mwihoko? Nyinyi niwaambie, nilisema hapa kwa hiyo masomo tumepeana basari. Last week nimesema mzazi uko na mtoto anaenda kwa hizo shule wa Matangi yamejenga, hakuna siku ingine mzazi ananunua vitabu ama kalamu za watoto. Nimenunua za Kiambu mzima na ziko kwa shule sasa. Nilisema watoto wetu akiwa anaenda, na nyinyi ni mashahidi hapa, na sitakangi kuuliza watu hiyo maswali ya kibinafsi, lakini mnajua ushahidi na ukweli. Vile tumekaa hapa, tunakaa wote sawa sawa, tunakaa tunazimeng'ara, tuna smile, tunamecheka, lakini hapa iko mtu hajui kwake watu watakula nini leo. Ni uongo ama ni ukweli? Ndio. Hapa watu unaona wameng'ara hizi sura za wamama hapa, hata huko ng'ambo hapa kuna mama mwenye kazi yake ni kusafishia wengine manguo ndio kwake watu wakule. Ama namna gani? Ndio. Hapa kwa hii watu wanakaa wametoshana hivi wote wanacheka hapa. Iko mama hapa kazi yake anaenda sokoni ananunua melon 2 piece ndogo auze kila moja shilingi 20 ndio watu wake wakule. Ama ni uongo? Hapa iko jamaa mmoja ambaye anakaa tu ameng'arang'ara hapa kama wengine, na kazi yake kila siku ni kubemba ile sanduku ile kadebe ya kuuzia wengine samosa shilingi 10. Ama namna gani? Sio ndio hivyo? Yeah, hiyo ndio maisha yetu. Sasa lakini tukikaa hivi tunakaa sisi tumetoshana. Lakini nilisema kwa mambo ya masomo ya watoto wetu hakuna siku nyingine wanarudi shule. Mbeleni imekuwa watoto wa matajiri wanaenda kwa mashule zile zinaitwa academy, na wanaenda zile private kusoma hii masomo ya mwanzo ya ECD. Wakati nimetengeneza hizi ECD, na jameni, kama hujatembea kwa hizi za Mwihoko, wewe tembea uone hiyo shule. Ukitoa hapa Mwihoko upeleke Muthaiga, watasema iko mahali yake. Ukitoa hapa upeleke kule Lavington, watasema iko mahali yake, kwa vile tumetengeneza na standard. Alafu nikasema huyo mtoto huyo wa huyu jamaa anauzanga makaa kwa ile kona, na mtoto wa huyu mama mwenye kazi yake ni kufulia wengine manguo, wakikuto amewekwa hapo nje na Prado, hakuna tofauti ya wale watoto. Nikasema kila siku mtoto yote bila ubaguzi anapata ameandaliwa kikombe ama bakuli ya ushuru ya uji wa vitamin. Tuko pamoja jameni? Nikasema mtoto akikuja akifika pale asiulizwe kama baba yake ni makanga, kama hana kibarua ama kama alifutwa job. Asiulizwe kama huyo baba yake yako na ng'ombe. Kila siku Aramisi kwa paketi ya maziwa, na hivyo ndivyo wanafanyiwa. Nikasema mtoto wa huyu mama anauza melon ya piece kwa piece ya shilingi 20 kwa kila siku. Akifika asiulizwe kama mama yake ako na kuku kwake nyumbani. Siku 4 kwa wiki moja kila mtoto anaandaliwa mayai moja kila siku ya kuchemshwa, na ndivyo tunafanya Kiambu mzima. Nimewaambia hao watoto ni watoto wangu, na nyinyi mlinipatia kazi niwashughulikie na niwarudishie heshima. Tumejenga hivyo, tumeweka mpaka hiyo feeding program. Nimesema ile wiki ile mwezi tunaenda kila watoto kwa zone 4 za Kiambu, nitachukua kila shule moja, ninawatengenezea swimming pool,
swimming pool. Sasa watoto wakitembezwa mwezi wa 4 ninunue bus kwa kila zone. Sasa watoto wenu jameni, utaona sasa mtoto wako hapa, imagine wewe piga kapicha mtoto wa Mwihoko akienda kule, ama namna gani, amevaa kasuti yake asimo, ama namna gani, akienda pale sini kutumbukia kule, akikuja si mtoto amefurahi. Ndio masomo si tumetengeneza. Huyu George amewaambia hapa mambo yetu ya hospitali, na niwaombe radhi kwa vile mimi kwa desturi yangu na kawaida yangu mambo ya ukora na ya kukata kona na kuibia watu wetu, hiyo nilisema kwangu ni la. Wakati hii kazi nimepeana hapa ya kujenga hospitali, nimepatiana hiyo kazi mara 2 na kazi yangu hainanga mchezo. Nikikupatia upige mchezo, jameni wewe tumeachana, tutaonana binguni.